Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu wa Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari mmoja tu 18. Tuanze kwa utangulizi hapo. Wathesalonike wa kwanza. Aliyepata anaweza kusoma. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari mmoja 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Waraka huu Paulo anawaandikia Wathesalonike. Anasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kumshukuru Mungu sio jambo jepesi na sio jambo rahisi. Angalia wakati Yesu wale wamejitokeza wakoma 10 wanaomba Yesu awaponye. Alipowaponya wote 10, alipowaponya mmoja tu katikati yao, walipokuwa wanaondoka wanaenda, akakumbuka sisi tulikuwa na ukoma na tulikuwa tumetengwa, sasa tumefunguliwa. Yesu ametuponya. Akakumbuka, akaamua kurudi kwenda kumwambia Yesu, asante, ninapata kitu. Wakati anarudi kwenda kushukuru, alitoa taarifa, kwa sababu walipoponywa waliondoka wote, wakaondoka wote kwa pamoja. Lakini wakiwa njiani kule, inawezekana aliwashirikisha wenzake, jamani, hatujamwambia asante, hatujasema tunakushukuru. Inawezekana wenzake walikuwa na maneno magumu juu yake. Yeye akasema mimi nitarudi. Akarudi, akaenda kumshukuru. Yesu alipomwona akaona huyu ana kitu cha tofauti, ana kitu kingine. Anawauliza wanafunzi, je, hawakuponywa wote 10? Wale 9 wako wapi? Wale 9 wako wapi? Halafu akamwambia, nenda zako, nenda zako, umesamehewa. Kwa kushukuru sio rahisi, hata kwenye familia wengine hata asante haipo, kwa sababu kushukuru ni moyo unaumbika ndani ya mtu. Kuna mwingine ili akwambia asante ataangalia kile ulichomletea. Bwana sifiwe. Kikiwa dhaifu anakipokea kimya, akiweka kwenye kona huko, anasubiri sadaka iwe nzuri, wasi sio imeleta nini, lakini ukimnunulia numbu hasemi asante. Kwa nini? Ile sadaka ni dhaifu. Lakini Paulo anawaambia Wathesalonike, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.
Ni mapenzi ya Mungu kushukuru kwa kila jambo. Kwa nini? Hata hicho ulicho nacho usingekipata kama si mapenzi ya Kristo. Yaani hivyo ulivyo usingekuwa hivyo, kwa sababu ni mapenzi ya Kristo uko hivyo. Ndio sababu anasema shukuruni kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru, tunasimulia matendo ambayo Mungu amekutendea. Unawaambia watu, unawaambia marafiki zako, jamani, mimi sikuwa hivi, lakini shukuru Mungu, hapa nilipofika ni Mungu, sio akili zangu. Ananikumbusha pale maisha ya vibarua. Kutoka hapo sio kazi nyepesi, sio kazi rahisi. Ni lazima uchukue hatua, sio kazi rahisi. Ni maisha ambayo na mimi nimeyaishi tena kwa miaka mingi. Naendesha maisha yako kwa ajili ya vibarua. Wanasifiwe. Lakini pamoja na hayo anasema shukuruni kwa kila jambo. Mahali hapa unachokifanya hicho ni mapenzi ya Mungu. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Amen. Kuna mahali unaanzia. Hata hapo padogo unapaswa kumwambia Mungu asante. Wanasifiwe. Wakati tunaanza huduma hapa, mama Mshani yuko pale, tunakudia kwenye kaveranda kale. Mama Brian nakumbuka alitukuta pale, mama Jasi alitukuta kule, mwingine naye alitukuta kule, tunafanyia ibada kwenye veranda ya Mshani pale, si ndio? Lakini tukiwa pale kwa tunaona utukufu wa Mungu sio wa kawaida. Yaani tukianza kuimba hapo kwenye kaveranda, mimi ndo nakaa juu kwenye kaveranda, ndo madhabahu ya Mungu. Mama Mshana ameniwekea na kamera. Yaani ile meza ile ina historia hiyo. Angekuwa mtu angeanza kusimulia ile pale. Anaitoa sabreni kwake, anaiweka pale kwenye kaveranda, anachukua vitambaa vyake vya ndani ambavyo havina msalaba, nafunika pale, chombo cha sadaka, bakuli ya ndani naweka pale. Yule mama, wewe Mama Mshani, Mungu akukumbuke. Mungu tu amkumbuke. Anachukua na viti vyake vya ndani, ananiwekea hapo kwenye kaveranda, na kwenye kaveranda, alafu washirika wanakaa hapo, wako si wangapi. Tukianza kuimba hapa, tunamwona Mungu, tunamwona utukufu wa Mungu, tunamshukuru Mungu. Hatua hii hatukuiona. Tunamtukuza Mungu, tunamtukuza Mungu. Yule pale kijana wangu niko akawa na karibiwa kutumia Bluetooth. Si mnakumbuka? Sasa hatuna vyombo, karidio kako hivi. Sasa wakisema karibu kwaya, tunakaweka dirishani, tuweka karidio dirishani kama hapa. Alafu hatukai mbali kwa muziki ni mdogo, tunasogea karibu na dirishani. Ukikaa mbali usikika naimba nini. Lakini shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Tunasogea, kanaanza kuimba, nitamshukuru Bwana wangu kwa rehema zake na fadhili zake. Yaani tuna amani huku ndani, huku tulipoongezeka tukajiongeza, kwa sababu sasa hapa hamna. Tunatoka kwenye hapo kaveranda pale kwenye bomba la maji, tunaweka nguzo huko, miti minne tu, turubai moja, tunafunga turubai moja, kwa sababu pale hapatoshi, watu wameongezeka. Sasa karedio karibia, tuna amani huku ndani, lakini tunamshukuru Mungu kutoka ndani. Hata hapa tulipofika sio sisi, ni Mungu. Tunamtukuza Mungu.
ni nzuri. Wewe watu wakaambizana huko, nyie kuna kanisa limeanzishwa huko, sio la kawaida, ila watu uko ndani wapi? Kwa mshani. Watu wakaanza kuja wakaongezeka, tukajaa. Hapa tunafanyaje? Si tuna kiwanja pale, tuhamishie maturubai pale pale, tukajenga pale maturubai. Tulipojenga tulihisi kama tumefika mbinguni. Tuko kwenye maturubai, lakini kama tuko mbinguni. Kameta tukuta kwenye maturubai, uliona utukufu gani hapo? Wajabu mno. Wanaacha ibada zao, wanaacha huko, wanakuja msio vizuri kuwataja kwa majina. Wanaacha ibada kule, wanakuja huko kwenye maturubai. Wakija hapa za mchungaji, mimi nitakuwa hapa sawa, uwe hapa, niondoke. Kama tukamshukuru Mungu kwenye maturubai. Asante. Asante, tukashukuru. Na mimi nakuja huko kwenye maturubai, hakuna mlango wala nini, na lala huku ndani kuna amani. Kuna amani, najisikia vizuri. Sasa nasema kama turubai ni kama Mungu asema, mbona sasa wanafurahia nimewapa tu kidogo, nimewapa pachache. Akaruhusu kale katurubai kakasukuma na wachawa. Wakakasabaratisha, wakitupia kule. Nikashangaa hakuna anayesema pole. Yaani wachache tu walisema pole wasioelewa. Lakini wengi wakasema Mungu ameona wapandishe utukufu mwingine. Tukahamishia utukufu mwingine. Tulipojenga kakajengwa hapa. Kahapa. Wewe. Tulipokajenga kahapa, tulimuona Mungu kwa viwango. Tulimuona Mungu sio kawaida. Yaani watu hawatamani kurudi nyumbani. Tukija kwenye ibada, muda wa ibada kisha wanatoka tu ndani, wanakaa pale nje. Mmoja mtachelewa ibada ya jioni, wanazunguka tu hapo. Nyie kuna ibada jioni, wanazunguka tu hapo. Hamna, na wenyewe hawataki kuondoka, wamekamata. Kuna nguvu isiyo ya kawaida. Mungu akatuhamisha utukufu kwenda utukufu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini Mungu bado yuko na sisi. Bado yuko na sisi. Bado hajaacha, yuko na sisi. Tusome hili andiko. Anasemaje? Zaburi 28 mstari wa 7. Zaburi 28 mstari wa 7. Anasema hivi. Mstari wa 7. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo nitamtukuza, nitamshukuru. Nimwambia asante, nitamshukuru. Nimeona wanaume hapa, nikasema kwa kweli nimeogopa tu kwamba sasa watasema na mchungaji naye tena kwenye mavumbi. Nikaogopa tu, sasa nikaungana nao na mimi nijilaze hivi, nitembelee kichwa kama chazi. Na mimi nijivute hivi, nichafuke. Natembea hapa, wamekaa kabisa chini. Nikajihurumia tu sasa, mchungaji tena. Lakini huku ndani huku kuna kitu kingine. Shukuruni Mungu, tangazeni matendo yake. Alichofanya Mungu, waambieni watu. Waambie watu Mungu amenitendea. Kama Hana hakunyamaza, akasema walioniteka watafurahi pamoja na mimi. Watasema aliyekuwa tasa amezaa. Aliyekuwa tasa amezaa. Nye watu mliopamba leo. Mliopamba leo. Hawa watu waliopamba. Hawa. Wametabiri kitu kikubwa. Wametabiri kitu kikubwa mno. Kama mnanisikia mmehudhuria ibada hii, Mungu awabariki. Amen. Mungu awakumbuke.
Mungu awakumbuke. Jana natoka hapa, mwanamke mmoja tu kaja humu ndani mpaka nikamhurumia. Sasa wewe utamwagilia moto mu peke yako, sasa nifanyeje mchungaji? Kama nafanya muda moja tu. Asante kwa Mungu akatokea na mpita njia. Wewe tena si wa kanisa hili. Alipoona wewe unafanya usafi, wakaungana wakawa wawili. Na mtu ambaye si wa Mungu akaanza kufanya usafi. Lakini mimi nikaogopa. Yaani utukufu ulioko humu ndani, mtu wa nje anaona pale pana kitu hiki. Kwa humu ndani kibishipa, damu zimeganda, damu imeganda kabisa. Mtu wa nje anashituka. Pale pana Mungu, pale pana baraka zangu, pale Mungu anaweza kanitokea, anaacha shughuli zake aje tufanyie usafi. Nikasema, Mungu, hivi uliposema utainua mawe ndo haya? Baada hii nzuri mwe, baada hii muda sasa unakimbia. Muda unakimbia. Tusome andiko lingine. Injili ya Luka 17:14. Mwingine afungue Zaburi ya 100 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tusome kwanza Luka. Injili ya Luka sura ya 17. Uliyefika somo. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kwa makuhani. Hao walipokuwa wakienda walitakasika. Endelea tena. Na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akamjibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliporudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Amen. Bwana sifiwe. Hapa Yesu anawaponya wakoma. Wako 10, mmoja tu akapona, akarudi. Alipona ni mzima. Kumbuka wakoma walikuwa wanatengwa, ukionekana hadharani unapigwa mawe mpaka ufe. Lakini alipoona amepata uhuru wa kutembea popote anapotaka, ataenda kokote anapotaka, alishindwa kujikaza, akaamua kwenda kumshukuru Mungu, amshukuru Yesu. Kwa nini? Ameponywa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwaka huu watu wamekausha mashambani, maharage hamna, hawajaingia kuvuna. Sasa huyu mmoja aliyevuna naye hataki kumshukuru. Naona mambo ya Mungu yalivyo. Kuna mtu alilazwa ofisi hapo, kachukua hela za mkopo, kalima 5 za maharage. Amechukua hela mkopo, kalima ngapi? 5. Alipokuwa anapiga dawa, anatembelea shambani, anasema hakika nimetoboa maisha, nimetoka. Maharage meusi, upepo ukipiga hivi yanabadilika rangi hivi. Akisimama pembeni ya shamba, hakika mwaka huu ni wa kwangu. Akasema ni wa kwangu. Piga dawa za kutosha, kufumba na kufungua. Alipoanza kutoa maua, akawa na hesabu, hizi tayari ni hela, hizi ni hela. Mungu akashusha kidogo jua. Mungu akasema, wewe subiri kwanza niwanyoshe. Jua likashuka, yalipigwa maharage
yalipigwa maharage. Mama watu walipoenda kuchungulia shambani hivi, akakuta kama mtu amepiga Glumaxon, kama shamba limepigwa Roundup. Alipoona hivi, akawaza, marejesho nitatoa wapi? Nitachukua wapi nikarudishe? Akawaza, hapa nafungwa. Alipowaza tu hivyo, miguu juu, presha ziko juu, wakabeba mzega, peleka Ifisi. Kakaa Ifisi kule, kauma, kakaa kule. Lakini wewe hukuenda kulazwa kwenye kichache hicho hicho ulicholima. Mungu alikupa. Amen. Haukutoka zero. Haukutoka zero mpendwa. Waliotoka zero ni wachache. Lakini Yesu anaulizwa, mbona walikuwa 10? Amerudi mmoja, wengine wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Zaburi 100 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Alafu tutasoma andiko la mwisho, Mwanzo 8:20 mpaka 22. Nisome hiyo Zaburi 1 mstari wa kwanza. Ndiyo, 100 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni kwa furaha, tena kwa kuimba, ingieni malangoni mwake. Leo nitegemea hakuna mtu anabaki kwenye kila kitu. Watu ni wagumu. Watu ni wagumu jamani. Ngoja nikwambie, madhabahu kwa sasa iko. Baada ya muda mchache madhabahu itakaa hapa. Tutakuwa tunatazama huku. Kama mjui bado, tukisha ifunga huko ikaenda kule, madhabahu haitakaa pale tena, itakaa huko. Asante. Wacha natamani siku hiyo. Kuna dalili ndio hizi. Tunaona huko. Kisa una mjamzito, tunajua kabisa ni mjamzito hapa, elewa. Siku zinafika haelewi. Hajaandaa kisa. Mbele hamna. Ni sawa uwezi kujua mtoto wa aina gani, lakini si hata kisembe si anafungwa yeyote. Kwani kuna kisembe cha mtoto wa kiume na wa kike? Sasa tuandae hata visembe jamani. Si tuandae. Tuandae hata visembe viwepo. Bwana ndio. Tutazaa. Amina. Amina. Ila kupima kikwambia unakutazama mapacha, maandalizi yanabadilika. Sisi Tumaini ni mapacha. Hatuzai kamoja. Mapacha. Uzao wa kwanza si wa nne, uzao wa hivyo mapacha. Sisi tusijiandae. Amen. Lazima. Jamani, Mungu anatenda. Amen. Anafanya kwa viwango jamani. Kwa viwango vikubwa mno. Some andiko la mwisho. Muda umeisha kabisa. Some andiko la mwisho, Mwanzo 8:20 mpaka 22. Mwanzo 8. Haipo. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake,
wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi. Kupanda na kuvuna. Narudia. 21. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyomfanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari na wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Amen. Bwana asifiwe. Moyo wa shukrani unageuka, yanakuwa ni maombi. Bwana asifiwe. Tukio tulilofanya leo, tumeshaomba. Kuna kitu tumeomba kwa Mungu atatenda. Amen. Unapomshukuru Mungu, tafsiri yake wewe ni mhitaji, unaomba tena na tena. Kwa unapoomba, manake Mungu anakupa. Angalia Nuhu alipotoka kwenye safina, alianza kujipeleleza, kujiuliza, kama watu wote Mungu anaamua kufuta kizazi kianze upya, halafu yeye anabaki ndo aendeleze kizazi. Nuhu alikaa chini akajiuliza, mimi ni nani mpaka nimebaki? Wewe ungekuwa ndo wewe umepona kwenye kile kizazi, unaona kabisa gharika, watu wameteketea tena kikatili mno, mpaka Mungu akasema kwa kipigo kama hiki sitarudia. Ni kipigo ambacho Mungu alikiheshimu, akasema sitarudia. Nuhu alipoona ametoka kwenye safina, akaona Mungu amemtendea jambo la tofauti. Inasema akachukua sadaka zake, akatoa sadaka, akateketeza zile sadaka. Halafu Mungu mbinguni akasikia harufu. Hapo tunaposoma hilo andiko, Nuhu hakuwa na maombi yoyote zaidi ya kumshukuru Mungu. Sio kama umeelewa? Alikuwa amejaa moyo wa shukrani tu, anamshukuru Mungu. Alipomaliza kutoa zile sadaka, Mungu akaangalia ile moyo wa kushukuru, akajua huyu anaomba. Mungu anaanza kutoa majibu, anasema hivi, aliposikia ile harufu ya ile sadaka, akasema sasa sitaipiga tena dunia kwa maji, kwa gharika, sitafanya tena. Lakini nini kimefanya Mungu atoe tamko? Shukurani ya moyo wa Nuhu. Alafu anasema hivi, muda maadamu nchi idumupo, anasema kupanda na kuvuna havitakoma, usiku na mchana havitakoma. Mungu anaanza kutamka. Tunapomshukuru Mungu, tunamwandaa Mungu kwa hatua nyingine. Kanisa lazima tuelewe, kumshukuru Mungu tunajiandaa kwa hatua nyingine, kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Lakini tusipokuwa na moyo wa kushukuru, angalia hata kwenye familia zetu, hata huyo baba kama anakuletea zawadi unagugumia tu. Sijui labda awe na moyo gani, kama ndo mimi sileti tena, sileti tena. Kila mtu anapenda kuambiwa asante na shukuru. Kila mtu anapenda hivyo. Unafanya na kutazama tu hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilimsimulia huyo hapa, kabinti kangu kule chuoni kakanitumia message ya kunishukuru. Nilimwambia huyo nilimwambia, jamani, kulipa ada ni kazi. Hata kama nalipa kidogo ni ngumu. Mwaka jana mwezi wa
mwezi wa 8 hivi, nilipomaliza ada ya mwaka mzima. Ni hela nyingi, sio ndogo, nyingi. Nilipomaliza ile awamu ya mwisho, aliandika message hivi, akasema, nakushukuru baba yangu, umemaliza tena ada ya mwaka mwingine. Kaona huyu, ili mwaka mwingine awe na nguvu ya kutafuta kwa ajili yangu, nimshukuru. Katuma message tena usiku wa saa 3. Shinda message kwenye simu. Niliona jina pale tu, nikataka kudai za matumizi. Hamna. Nashuka chini. Hapo nimesoma kwa kifupi, alishukuru sana. Bwana sifiwe. Kule aliko nimempangia nyumba kwa mwezi 50,000. Anakula shilingi ngapi? Anazokula zinatoka Mbeya kwa mzazi. Bwana sifiwe. Hada nalipa hizo. Sio 400,000, unaelewa? Ndio mfano tunasema 40,000. 40,000. Nafikiri ipo tulia, kawaza hivi, baba yangu ana maisha gani? Mimi ni kibarua mpaka leo. Mwenzangu Kameta ameacha, mimi bado nafanya vibarua. Lakini akawaza, huyu anayefanya vibarua huyu ni mshukuru. Hata Mungu ni hivyo hivyo, anataka umwambie asante. Nuhu alipomshukuru Mungu, Mungu akatamka vya kutamka. Akasema, maadamu nchi idumupo, kuvuna na kupanda havitakoma. Vitakuwepo. Maana utaendelea kupanda, utaendelea kuvuna. Utapanda, utavuna. Utapanda, utavuna. Unapomshukuru Mungu atakuletea hiki, ataleta hiki, ataleta hiki. Sasa tunapomshukuru kwa ujenzi huu, Mungu anatuletea hela. Tunapokulichapia. Tukishachapia, Mungu analeta hela. Tuweka marumaru. Tuweka marumaru, Mungu analeta hela, tunanunua magari. Wewe tusiache kumshukuru. Tumwambie asante. Asante. Mungu ametukubali. Mungu akisha tukubali na sisi tujielewe. Tunafunga tu vitenge juu ya maziwa. Hata ujitambui. Mungu amekusamini, unaenda tarafani kitenge kiko huko. Acha wewe. Nikikapu lenyewe ulilobeba sasa. Tutakutana baadaye. Simama.